Msitu wa Mashetani. Karibu kwenye simulizi hii ya Msitu wa Mashetani na mtunzi wako ni Jimmy Daddy, na hii ni Tam Story. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Walijikusanya kikundi cha watu 6 kilichokuwa na jinsia tofauti. Waliongozwa na kiongozi wa kikundi waliyemchagua, aliyefahamika kwa jina la Captain Jacob. Captain huyo alikuwa na sifa zilizompelekea kupata uongozi katika kikundi chao. Safari ilianza alfajiri. Walipita njia tofauti za msitu. Hawakuwa na shaka wala hofu mioyoni mwao, na kila walichokuwa wanakutana nacho wao walichukulia ni moja ya vivutio. Hivyo walipiga picha za kutosha na kuendelea kusonga mbele. Katikati ya msitu lilitanda wingu zito ambalo kwa macho ya kawaida lingekutisha sana, ila wao ndio kwanza kwao ilikuwa ni sherehe. Japo miongoni mwao kuna waliokuwa na hofu kama Sarah pamoja na George. Hao kidogo walikuwa wanauoga kwenye kikundi chao. Walifika mahali usiku sana wakiwa wamechoka na safari ya siku nzima. Walishusha mabegi yao na kuketi chini, kisha waliwasha moto eneo la msitu. Kama walivyosita, watatu walijitenga huku na wengine wakajitenga huku, na moto waliouwasha waliuzunguka na kuendelea kukaa pale kwa muda mrefu sana, huku wakiendelea kupiga stori zao za hapa na pale. Stori zilinoga sana, watu walifurahi, wakala pamoja na kunywa, ila wasichokijua ni kuwa sehemu waliopo inamilikiwa na mashetani wa misitu, huku wakiendelea na stori zao zilizoambatana na vicheko vya furaha. Nyuma ya miti mirefu iliyomvutia mtu yoyote pindi aitazamapo kwa macho, alitokea mtu mrefu aliyekuwa amevalia mavazi meusi juu mpaka chini, na uso wake haukuonekana bali ulionekana giza tu, na aliwatizama kwa muda mrefu kisha alitoweka, na kati yao hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kumuona. Alitoweka na kupotea eneo hilo, lakini Sarah alihisi kuna kitu hakipo sawa. Akawaambia wenzake, eneo hili si sahihi kwetu, hivyo basi inatubidi tuondoke sasa hivi. Walimtizama kisha wakamwambia, acha uoga wewe, utakufa na uoga wako. Sarah aliishiwa pozi kwa sababu yeye na George walionekana ni wadhaifu sana kwenye kikundi chao. Baada ya hapo, kila mmoja aliutumia muda wake vizuri kwa ajili ya mapumziko. Waliokuwa na wapenzi basi walipumzika pamoja. Captain Jacob pamoja na Monica walipanda juu ya mti mkubwa uliokuwa na mandhari nzuri iliyowavutia kujipumzisha. Walilala pale kwa uchovu wa siku nzima waliokuwa nao. Monica alibanwa mkojo usiku ule, hivyo ilimlazimu kutelemka chini ya mti na kwenda kujisaidia. Alifanikisha zoezi lake na kisha alianza taratibu kurejea alipokuwa amemwacha Captain Jacob. Na yule mtu mrefu tuliyemuona mwanzo aliyekuwa kavaa mavazi meusi juu mpaka chini alitokea, na Monica alimuona kwa macho na kwa ukaribu, hivyo alipiga kelele na kukimbia, nalo lilimfuata nyuma kwa spidi. Jacob alisikia kelele zile na kisha aliteremka chini ya mti upesi na kuelekea sehemu zilipokuwa zikisikika kelele zile. Alimkuta Monica anakimbia huku akiomba msaada, na jitu lile lilitoweka baada ya kumuona Jacob kufika eneo lile, na Jacob alifanikiwa kumshika Monica mkono. Kisha walianza kukimbia pamoja. Walifika kwenye kambi yao na kisha waliwaamsha wenzao waliokuwa wamelala na kuanza kuwaeleza kilichotokea. Hivyo kila mmoja alibeba mizigo yake na safari ya kutoka eneo hilo ilianza. Walitembea zaidi ya kilomita 21 kutoka sehemu waliokuwepo. Waliendelea kupita msituni, sehemu zilizokuwa zimefungamana na miti mingi pamoja na giza totoro. Walitembea pasipo kukata tamaa. Majira ya saa 12 jioni walifika sehemu moja iliyokuwa na mapango makubwa, na hapo ndipo walipostahajabu na kushangaa baada ya kuona mifupa ya binadamu ndani ya pango hilo. Kiukweli Sarah aliogopa. Baada ya kuona mifupa ile ya binadamu alitetemeka sana, lakini kwa Captain Jacob, yeye aliendelea kuonyesha umaridadi wake. Alichukua tochi yake kisha kuelekea ilipokuwa ile mifupa. Alifika huku wenzake wakiwa wamesimama nyuma pamoja na tochi zao, wakiendelea kumulika sehemu aliyokuwepo Captain Jacob. Jacob aliendelea kumulika kwa umakini zaidi, na hapo ndipo alipogundua kuwa mifupa ile sio mifupa ya mnyama bali ni mifupa ya binadamu aliyelala kwa muda mrefu ndani ya pango hilo. Na hapo ndipo uoga ulipowajaa, na Captain Jacob alikubali kuingiza hofu ndani ya moyo wake. Waliamua kuondoka eneo hilo huku kila mmoja akiwa na swali ndani ya kichwa chake. Walitembea umbali mrefu sana bila kupumzika. Ghafla waliona fensi kwa mbali, na hapo ndipo tabasamu lilianza kuonekana kwenye nyuso zao. Haraka walitembea mpaka ilipo fensi hiyo. Walifika mbele ya geti kubwa na kisha walishusha mizigo yao, na hapo kila mmoja alifurahi kwa upande wake, kwa maana
Waliona wamepata sehemu ambayo itakuwa ni salama kwa maisha yao. Je, ni kitu gani kilifata baada ya wao kufika eneo hilo? Endelea kubaki na mimi ili kupata sehemu ya pili ya mwendelezo wa simulizi yetu ya msitu wa mashetani. Mimi ni Jimmy Daddy na hii ni Tam Story.